Salamu yetu ya chama inasema ACT Wazalendo taifa kwanza leo na kesho. Tukisema ACT Wazalendo mnasema taifa kwanza leo na kesho. Tukisema kiwango ya wote mnasema maslahi ya wote. ACT Wazalendo kiwango ya wote. Ndugu zangu, awali ya yote kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, kwa uwezo wake, kwa nguvu zake ametujalia sisi kuwa hai. Kisha Mungu huyo akatuwezesha kuweza kuja katika mkutano huu wa hadhara, mkutano wa kampeni za uchaguzi mkuu wa tarehe 29 mwezi wa 10, uchaguzi utakaoweza kutoa dira ya maisha yetu. Nasema ndugu zangu, asanteni sana kwa kuja kunisikiliza. Karibuni. Mimi ni mwenyekiti, naitwa Ali Shabani Mwene, mwenyekiti wa kata hii ya Kiwangwa kichama. Kwa hiyo jukumu nilopewa kwa sasa, nafungua mkutano ili shughuli ziendelee. Mkutano umefunguliwa. ACT Wazalendo, baada ya kufungua mkutano kwa nafasi yangu ya mwenyekiti wa kata, basi sasa nainuka kiti hiki na nakaa kiti kingine. Mimi ni katibu wa jimbo wa chama cha ACT Wazalendo. Kwa hiyo hapa sasa nazungumza kama katibu mtendaji wa jimbo la Chalinze kichama. Nawakaribisha wananchi wote, lakini kwa kawaida hapo na watambulisha viongozi na wageni mbalimbali ambao wamekuja kwenye mkutano wetu. Hapa ninaye mwenyekiti wangu wa jimbo, Mheshimiwa Shabani Daudi Semanga, lakini pia ninaye mpambanaji mwanaharakati mwenzangu ambaye 2012 nilikuwa naye na alikuwa mgombea wa udiwani kwa tiketi ya Chadema, Mheshimiwa Paroko, yupo hapa. Lakini pia ninaye mwenyekiti wa kata ya Kimange, pia ninaye hapa. Kwa hiyo kutokana na muda naye umetuacha sana, ningeomba hawa wageni naye hapa Mwinshehe Mwene, huyu naye mwanaharakati mwenzangu, lakini wakati mwingine anakuwa moga sana, sasa sijui kwa nini, lakini leo kaja kwa sababu kashaamini. Njoo uje asalimie watu. Njoo Mwinshehe. Kwa dakika 5 asalimie watu. Kama jina yangu mtoto naitwa Mshela Jobu Mwene, lakini nimekuja hapa kwa sababu ya ugeni mwalikwa anaogombea baba yake. Mimi ni kituvu changu, mama mmoja baba mmoja, sio kama ni mtu ambaye tofauti. Ndugu zangu wa Kiwangwa, kwanza siku zote mdoe hana uoga, ila mdoe ana dharau. Mdoe hana uoga, mdoe sifa yake dharau. Huyu babu yangu anapambana, na angalau siku za nyuma huko toka 2002-2015 nilikuwa mpambanaji mzuri sana, na chama cha CCM kinamjua Mwene nani, kwa sababu nilikausha ofisi yao ile na nikakausha viwanja na gari. Kwa hiyo najua Mwene katika kata ya Kiwangwa ni nani. Ukimtaja Mwinshehe, yani Chama cha Mapinduzi, wanajua kabisa huyo ni mwamba, tena mwamba kweli. Siogopi chochote. Ila leo sikuja kama wale wanavyojua wao. Leo nimekuja kama babu yangu, nimekuja kumsapoti kwa sababu anapambana. Inawezekana familia ikanikalia kikao wakasema yule ni babu yako, anapambana kwa miguu, kwa baskeli, kwa pikipiki. Hata kama wewe uko sehemu zingine huko, lakini anapokuwa kwenye mamlaka yake inatakiwa ufuate ili maisha mengine yakipata yaweze kwenda. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ninamwombea dua babu yangu, Mwenyezi Mungu kama atampa wepesi kuona atashika na nyadhifa hii, tusioneane shida ya miongo
wala nini. Mimi namwombea dua, ni mpambanaji huyo, anajielewa, msomi, aliishi na Lipumba. Yeye ndo alikuwa anashika begi la Lipumba huyo. Kwa hiyo ni mpambanaji kwelikweli, ndio maana mwenyewe anajiita jeshi la mtu mmoja. Joseph Kony anakwambia yeye anaogopa Mungu na njaa tu, hana uwezo wa kuogopa chochote. Lakini pia mdogo ndio sifa yake babu. Sisi hapa kiwango angalau anatudharau, lakini babu yangu mimi mzaa baba yangu ndo katengeneza kiwango hii leo. Mpaka inaonekana kiwango. Ila kiwango kwa sababu ni wadogo, alafu pia mdogo tabia yake ni dharau. Na ndio maana mpaka leo kaonekana kama familia ya mwana imekufa. Lakini sisi ni wasomi, tuna watoto hapo jeshini, tuna watoto hapo sehemu mbalimbali za taasisi. Kwa hiyo leo namuomba sana babu yangu aendelee tu na upambanaji wake. Mwenyezi Mungu atamsimamia, mizimu yetu Kimara itamsimamia. Mgeni Kage ndio sisi. Ukisikia kiwango Mgeni Kage mkweli alikuwa anapotea kwa ajili yetu. Na babu yangu mimi mzaa baba yangu mzazi. Babu yangu alifanya kazi miaka 20 na mzungu Dar es Salaam, akatoka akarudi hapa akafanya kazi katika halmashauri ya barabara hizi. Kwa hiyo unaweza ukachukulia kama babangu mimi mtoto mdogo au mwana mtoto mdogo kwenye kata hii, sio ni watu wakubwa sana. Hawa kina Kwaga, sijui unakuja kumsikia sijui nani, hawa wajuzi tu. Lakini sisi ndio mwamba kweli wa hapa. Ila kwa sababu tu ya maisha, na ndio maana leo tukaonekana kwenye fomu hatupo. Kwa hiyo acheni dharau, sisi ndio wadoe na ndio tukupeni maarufu wa udoe kwenye kata hii. Sisi ndio tunakupeni umaarufu nyinyi wa udoe. Baada ya kutoka Tabora kuja kiwango kuwasaidia nyinyi mpaka babu yetu anatengeneza Mgeni Kage pale. Sawa? Sisi ndio mwene wa hapa. Hata mkitudharau, ila sisi ndio mwene wa hapa. Sisi ndio mizimu mikubwa. Tukikubariki unabarikiwa, tukikukataa unakataliwa. Asante sana. Asante Mheshimiwa Mwishehe Mwene, babu yangu huyo. Kwa haraka kwa sababu muda umetupita, muda umetuacha. Paroko njoo salimia watu kidogo. Dakika 5 Paroko. Asante DJ. Nakushukuru DJ kwa kuniwekea muziki, ila tuna tija ya kuzungumza na watu mheshimiwa. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina ninaitwa Khalid Milaji Halfani Mkao. Hakuna mtu ambaye asiyenifahamu. Na tunazungumza na ninyi wananchi wenzetu, kwa maana sisi hatuna magari wala makosta yaliyobeba watu kutoka sehemu mbalimbali kuleta hapa. Tunaongea na wananchi wa Kiwangwa, tunaongea na wanakata ya Kiwangwa. Kwa maana ya sisi ndiye wenye mengi yenye kutugusa na mengi yenye kutuchosha katika serikali ya Chama cha Mapinduzi ambacho kinatunyonya katika kata zetu. ST. Tuna mambo mengi ambayo leo yanafanyika kinyume kabisa na taratibu. Lakini leo vijana, wazee, wa mama tumekuwa ni watu ambao wenye kuburuzwa, watu wenye kufatafata. Tumekuwa ni watu yamkini wenye kufata chama kwa kuangalia utu na busara za udugu. Hapana. Ninataka niwaambie, huu ni wakati ambao tunatakiwa tusimame. Na huu ni wakati ambao tunatakiwa tukafanye mabadiliko katika sanduku la kupigia kura. Kwa kumchagua kuanzia mheshimiwa diwani kata, kumchagua mheshimiwa mbunge, ili kuweza kuleta maendeleo yenye tija. Ninataka niwaambie, leo Kiwangwa inahitaji mtu mwenye kuweza kutusemea. Kiwangwa inahitaji kuwa na mtu mbadhirifu ambaye leo atakuja na kuomba kura. Leo atakuja atawapa posho. Leo atakuja atawaletea fulana. Lakini kesho na kesho kutwa uchaguzi umekwisha, inatakiwa aanze kwenda kurudisha fedha ile rushwa aliyowapa. Hapo mtaweza kwenda tena. Kwa maana mtumia atakuwa ametumia takribani milioni. Pesa yake aliyopata juu ya ujira wake wa udiwani itakuwa imeenda yote kuisha kwa ajili ya kwenda kutoa rushwa. Inaona anaporudi tena madarakani sasa, kitu cha kwanza inabidi arudishe pesa zake zote alizolipwa na halmashauri. Hataweza kukukumbuka wewe juu ya maendeleo yako. Hataweza kukuangalia tena wewe. Hata kama leo unasimama naye na kukaa naye, uchaguzi ukiisha utaweza kukaa naye. Hata getu utabaki kuliangalia. Naomba leo nisimame kuambia ndugu zangu, majuzi hapo walikuja watu hapa na kufika
watu wanaliwa vyakula vyao, matembo yanasumbua. Kuna mzee mmoja nilikutana naye, aliondoka na viongozi mpaka kule. Angalia chama hiki kilivyokuwa kina mbaya. Mtu ambaye mazao yake yameharibika juu ya wanyama, shukrani yake aliyopewa ni fulana ya Mama Samia. Huyo ndio somo ya ujira wake. Mtu aliyeiwa mazao, aliyeiwa vitu vingi. Lakini leo sisi hatutaki kuangalia tija ya vitu hivyo. Kuna vitu muhimu sana ninataka niwaambie. Leo tunalo jengo lile pale hospitali. Gharama ya fedha ambayo ilitolewa juu ya jengo lile na jinsi ambavyo jengo lile lilivyo ni tofauti na fedha ambazo zilizotumika. Maisha yetu kila siku mkiletea mambo mnakuwa ni watu wa kufanyaje? Watu wa kubabaika. Hapo leo tunaizungumzia siasa ya kweli, siasa yenye tija, siasa yenye ubunifu, siasa yenye uadilifu, siasa yenye wajibikaji. Ukimchagua mwenye kuwa diwani, unayo nafasi kubwa ya kufika na kuzungumza naye juu ya uadilifu, uwajibikaji, lakini pia moja kwa moja juu ya ubunifu. Hatuhitaji vitu ambavyo vimepita, tunahitaji vitu vipya ili kuleta tija. Na hii ndio wakati sasa wa kumchukua Mwene na kumpeleka wapi? Halmashauri. Na kumchukua mzee wangu, mheshimiwa wangu Mbunye, mzee Stauki, na kumpeleka pale Dodoma kwa ajili ya kutetea haki za wananchi. ST, vijana wenzangu, ninataka niwaambie, katika mwaka ambao, katika miaka yote tuliyotoka, huu mwaka katika daftari la kudumu la kupiga kura, vijana wengi wamejitokeza kwa kiasi kikubwa. Hiyo sasa inataka niwaambie, hivyo vitambulisho mlivyo vichukua sio vya kwenda kuweka kwenye chini ya makabati ndani. Hivyo